Haleluya. Tutaenda kuangalia hatua tatu za ukuaji katika Roho Mtakatifu. Hatua tatu za ukuaji katika Roho Mtakatifu. Kitabu ambacho tutasoma ni Ezekiel 47. Tutasoma mstari wa 3 ni ukuaji wa kwanza, na mstari wa 4 ni ukuaji wa pili, na mstari wa 5 ni ukuaji wa 3. Kitabu hiki cha Ezekiel aliona maono. Kianza kusoma pale mwanzo, anasema aliona maono na akaona mtu ambaye alikuwa ana uzi wa kupimia. Tungesema alikuwa na tape measure, si ndio Maana sasa uzi wa kupimia afa una namba hautatoa kitu sahihi, si ndio? Tunaweza kusema kwa leo ni ile futi ya fundi, si ndio? Si mnaijua Akawa ameenda katika hekalu, ametumwa katika hekalu kwamba aende akapime, kwa sababu kulikuwa na maji yanayotoka kaskazini, yanayotoka kusini, yanayotoka mashariki na yanatoka wapi? Magharibi. Lakini hekalu ni nini? Kwa haraka sana, hekalu ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi hicho alikuwa ni Ezekiel anaambiwa aende katika hekalu na akapime yale maji ambayo yalikuwa yanaingia katika hekalu. Lakini siku ya leo na Jumapili ya leo, hekalu ni mimi. Roho Mtakatifu anatumwa na Mungu mwenyewe kwamba achukue uzi, achukue tape measure na kupima Roho Mtakatifu aliyoko ndani yangu mimi Domitila yuko kwenye kiwango gani. Haleluya. Ukisoma mstari wa 3 anasema, na alipotoka mtu yule mwenye uzi wa kupimia mkononi mwake kwenda mashariki, akapima dhiraa 1000, akanivusha maji yale, na maji yakafika mpaka viwiko vya miguu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anajua kiwiko cha mguu, si ndio? Ni padogo sana. Yale maji yalikuwa yanafika pale katika viwiko vya miguu. Naweza nikasema hawa watu au huyu mtu anayepimwa si mpagani. Alitumwa kupima watu ambao wanamwamini Mungu kama mimi na wewe. Kwa hiyo alipokuja kupima, yamkini Roho Mtakatifu yupo katikati yetu hata sasa, anapima. Anaona kwamba maji yamefika katika kiwiko cha miguu. Na kama maji yamefika katika kiwiko cha miguu, unajua ni rahisi sana kutembea, si ndio Yamkini labda ukanyage tope ndio unaweza ukateleza ukaanguka, lakini unatembea ati. Maji yako kwenye kiwiko cha mguu, si rahisi sana? Ni rahisi mno. Ni rahisi sana kutembea. Yaani hakuna kinachokuzuia. Na ndio maana unaweza ukaja kanisani ukawa unanena kwa lugha sana hapa, lakini ukitoka pale getini wewe ni mtu mwingine, maneno unayotamka hayafanani. Maana wewe Roho wako Mtakatifu umemwacha kanisani. Roho Mtakatifu amebaki hapa. Unaweza ukakutana na changamoto ukakimbia kwa sababu miguu yako si inaenda. Haleluya. Kwa hiyo tukifika mahali tukafahamiana, lakini wewe mbona umeondoka? Lakini mbona mwenzako amebaki? Inategemeana viwango vya Roho Mtakatifu. Je, viko kwenye kiwiko au viko sehemu gani? Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo watu ambao Roho Mtakatifu yuko katika viwiko, yuko chini kabisa, sio kwamba hawajaokoka. Na mbinguni wanaweza wakaenda, lakini kwa kuchoka sana. Ukisikia kuna kufungwa mlango nyuma yako, inawezekana ni watu hawa. Ni mtu ambaye kila wakati anaweza kawa analalamika. Ukimpanga kufagia analalamika, ukimpanga kuhubiri analalamika. Sasa hujui kwamba huyu mtu anataka nini. Mungu atusaidie sana. Lakini mtambue tu kwamba mwenzako kiwango chake kiko chini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata maji ya kawaida, yani acha Roho Mtakatifu, hata maji ya kawaida yakiwa kwenye kiwiko ni rahisi sana. Ni rahisi sana kutembea. Wala huwezi ukatangaza kwamba una mafuriko, si ndio Yani kabisa unavuka mtu afu unakanyaga tu hivi, unaenda kutangaza kwenye TV mafuriko same kweli? Hapana. Mungu atusaidie sana. Sasa tutoke katika viwango hivyo.
Viwango hivyo sio kwamba hujaokoka mpendwa, umeokoka, lakini toka katika viwango hivyo, panda juu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari wa 4 anasema, kisha akapima dhiraa 1000 akanivusha maji yale, maji yakafika mpaka magoti. Kisha akapima dhiraa 1000 akanivusha maji yakafika katika viuno. Bwana Yesu asifiwe. Ninatamani mchana wa leo tuombe Mungu ya kwamba maji yapande kutoka kwenye kiwiko, basi yafike hata magotini. Yakifika magotini kuna ugumu kidogo wa kutembea, si ndio ya unaweza kuwa unanyanyua mguu unajitahidi kweli. Kwa hiyo unaona huyu mtu ukuaji wa kiroho, yani hana utoto, si ndio hana utoto, hana mambo ya kususa, hana mambo ya, yani mchungaji hapati shida kwamba jamani mnatakiwa kutoa sadaka. Kumbe tunapataga shida, yani mpaka unaandaa mtu ametoka sijui wapi aje afundishe utoaji. Hivi wewe umefurika Roho Mtakatifu, mtu atakufundisha kutoa? Yani unatoa mwenyewe, maana ukifika kanisani macho yako yanatazama. Hivi kuna uhitaji gani hapa? Unafanya kwa sababu wewe umefurika Roho Mtakatifu, maji yako yamepanda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema akapima ikafika katika viuno. Ilipofika katika viuno ni ngumu sasa, inabidi ukazane na mikono, si ndio ili uweze kuvuka hayo maji. Ndio ukuaji wako wa kiroho. Yani ukiona wewe kitu kidogo tu uona waita watu wako njiani. Kuna watu wako njiani, yani amejitega kwenye njia, ukimgusa kidogo tu ndio utajua yeye ni mlokole au ni vipi. Lakini akiwa kanisani amenyanyua mikono na abudu na machozi yanamtoka. Ni viwango, ni viwango, ni viwango. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kama kanisa lazima tumuombe Mungu viwango vyetu vya kiroho vijae kama mstari wa 5 unavyosema kwamba iwe mto usiovukika. Haleluya. Tuwe mto usiovukika. Yani tumefunikwa na Roho Mtakatifu, tumeogelea humo. Hata tunapokutana na changamoto, niko ndani ya Yesu, niko ndani ya Roho Mtakatifu, ninaogelea huko, macho yangu yanamtazama Yesu. Ni tofauti na mtu wa kwenye kiwiko. Yeye akipita kwenye changamoto siku zote anaitafakari mpaka anaiota usiku, anaicheki changamoto. Lakini wewe ambaye umezama, siuoni siuoni, umezama kwenye maji, unaweza kuongea umbea utatoka wapi? Maana mdomo si uko kwenye maji. Hawezi kutenda uovu, maana wewe yani sio wewe unaishi. Yani ukifika sio mimi ninayeishi, ni kwamba umezama katika Roho Mtakatifu, maji yamekufunika namna hii. Haleluya. Ndipo Biblia inaposema hawa watu wakiinua mikono yao kuniabudu, atakuwa kama mtu mmoja. Hakuna kazi ngumu wachungaji wanapata kutuongoza washirika ambao maji yetu yako kwenye viwiko. Wanapata shida mno. Maana kila saa unaonewa. Ukionywa walinionaje? Yaani ukiona mtu wala usimlaumu, muombe ili kwamba kiwango chake cha kukua kipande juu. Tusiwe watoto tena, si ndio Tusinywe maziwa siku zote. Kila siku nataka upewe maziwa. Umeuma, nimeuma wiki nzima, mchungaji hajaja hata kuniona. Yaani wewe kiwango chako kiko kwenye kiwiko. Mchungaji ataona watu wangapi? Mko wengi hapa, mko 100. Jamani, atamtembelea nani, amwache nani? Nasikia sasa wote 5 mkaumwa. Afanyeje sasa? Lakini ambaye amejazwa Roho Mtakatifu hautamsikia hizo sentensi akisema. Hautamsikia. Na huo ndio ukweli, hautamsikia. Mwenyekiti wa wanawake hatapata shida kuambia wanawake jamani siku zetu, kwa sababu si mmejazwa jamani. Si mmejazwa? Si mmejazwa na Roho Mtakatifu? Sasa kama mmejazwa, Roho Mtakatifu anakuongoza kwamba leo ni siku yenu. Mwambie jirani yako tamani kufurika. Mwambie tamani kujazwa. Tamani kujazwa. Maana kunena kwa lugha sio kujazwa. Ile inatuonyesha tu kwamba mwenzetu Roho Mtakatifu yupo ndani. Lakini tunatamani wewe Roho Mtakatifu basi tuone kukua kwako. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wanawake unapopata mtoto huwa tunatamani kuona makuzi ya mtoto, si ndio wanawake? Wamama si ndio? Yaani tunatamani kuona mtoto leo amezaliwa leo, lakini kesho angalau anaweza kanyanyua hata mkono, lakini kesho angalau anaweza kafumbua hata macho, lakini kuna siku nyingine angalau anaweza katambaa. Hasa umezaa mtoto tangu ulivyomzaa amelala amenyanyua mikono juu. Utakuwa na amani? Hasa unategemea Mungu ana amani? Tangu ulivyookoka na kwa tumenyanyua mikono juu namna hii, hutambai, hutembei, husogei. Unafikiri Mungu ana amani? Kama wewe ambavyo ungekosa amani ungempata mtoto ambaye hana ukuaji
ndivyo Mungu anavyosikitika pia. Amekuokoa una muda gani? Hatua zako za ukuaji zimefika wapi? Mungu atusaidie sana. Tamani kufurika katika Roho Mtakatifu. Tamani ni wiki ya Pentecoste tunavyoimaliza, tusifurike tu wiki ya Pentecoste, hapana. Tufurike siku zote, tukiwa nyumbani, tukiwa kazini, tumejaa Roho Mtakatifu. Haleluya. Tumejaa Roho Mtakatifu. Tunavyo au hatuna? Tumejaa Roho Mtakatifu. Tunatabasamu la Roho Mtakatifu. Kwa watu siku zote wanajua sisi tunazo. Mtu anaweza akaja, nimpe milioni bwana, nikopeshe milioni, kumbe hata 100 huna. Lakini kwa sababu una amani, kwa sababu umejawa na Roho Mtakatifu, Mungu amekufunika. Biblia inasema katika Zaburi ya 23 kwamba Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ninajua kwamba kesho nitafanikiwa, kesho kutwa nitafanikiwa, nitafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lolote ambalo umemuomba Mungu, amini kwamba Mungu anafanyaje? Atakujibu kwa wakati wake. Shida inakuja pale unapotaka kujibu kama wewe unavyotaka. Hapo ndo tunapopishana sana gari la mshahara. Mungu atusaidie sana. Mungu anasikia na Mungu atatujibu. Ni sisi tukae katika uwepo wake. Hebu kila siku liwe ombi letu. Tunapokutana wewe vijana, wanapokutana wewe wanawake, wanapokutana wewe wa baba, ombi letu liwe sisi tujazwe na Roho Mtakatifu. Tujae Roho Mtakatifu, tufurike, tuwapo nyumbani, tuwapo kazini, tuwapo kanisani, popote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tusipojaa Roho Mtakatifu, tabia za kale zitakuwa pamoja nasi. Haleluya. Ni ile niliyosema, umejitegesha tu mahali. Unakutana na mtu unakwazana naye, unaambia yani ni kwa sababu nina Yesu. La sivyo ningekuonyesha. Sio mtu aliyokuwa. Sio mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu. Sio mtu ambaye amefurika Roho Mtakatifu. Lakini tukifurika Roho Mtakatifu namna hii, tutaifanya kazi ya Mungu kwa ulaini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma neno la Mungu katika Isaya sura ya 42 mstari wa 6 na wa 7. Mimi ni Bwana, nimekuita katika haki, nami nitakushika kwa mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa, kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema yeye ni Bwana aliyetuita. Yaani uko hapa sio kwa sababu umejileta mwenyewe, ni Bwana amekuita. Umeokolewa sio kwa sababu ulipenda kuokoka, ni Bwana alikuokoa. Lakini hakukuokoa tu, alikuokoa kwa kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Hakukuokoa uje hapa ukalie viti vyekundu. Hakukuokoa uje hapa ili uwe na kampani nzuri pengine ya watu ambao sio wakorofi. Amekuokoa kwa kusudi. Ni vema kila mtu alifahamu kusudi la Mungu alilomuitia. Bwana ametuokoa kwa kusudi, na anasema kwamba ametuita katika haki. Anasema nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa. Kwa hiyo tuko hapa kwa kusudi la Mungu tuweze kuwa nuru kwa mataifa. Tuwe nuru kwa namna gani? Kwa maneno yetu, kwa matendo yetu, kwa mwenendo wetu mzima tuwe nuru. Watu watakapotutazama waweze kuona ukuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu watakapotuangalia waweze kujua kwamba huyu Mungu aliyetuokoa anafanya kazi, anabadilisha, anageuza, anaweza kutenda mambo makuu, anaweza kutuinua, anaweza kutuponya, anaweza kutubariki, anaweza kutufanya upya. Bwana Yesu asifiwe. Na watakapotuangalia na kutuona kwa namna hiyo, basi na wao waweze kumjia Mungu. Neno la Mungu linasema katika mstari wa 7, kufunua macho ya vipofu. Huko nje watu wako gizani, hawaoni, hawalioni kusudi la Mungu. Sasa kwa kupitia wewe uliyookolewa sasa, basi uwe sababu ya watu kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuweza kuyaona matendo makuu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wamefungwa huko gerezani, basi ni wewe ambaye utakwenda kuwatoa katika hilo gereza. Tutawezaje kufanya hivyo? Tuko katika wiki ya Roho Mtakatifu, wiki ya Pentekoste, kwa kujazwa nguvu za Mungu. Umekwisha kuokolewa, taka sana kujazwa nguvu za Mungu. Hizo nguvu za Mungu basi zitakupa ujasiri wa kuweza kuyafanya hayo ambayo Mungu anakuagiza.
Mungu amekuwa akituagiza mara kadha wa kadha. Ili tuweze kutii yale maagizo ya Mungu, ni lazima tumruhusu Roho Mtakatifu aweze kufanya kazi ndani yetu, si kwa kunena kwa lugha tu, bali kwa kujazwa kama mtumishi alivyosema. Tujae nguvu za Mungu. Tutakapokuwa tumejaa nguvu za Mungu, hapo tutaweza kuwa nuru na kuweza kuwatoa watu gizani, kuweza kufungua macho ya vipofu, na Mungu wangu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika neno ambalo ninataka tushirikiane kwa kifupi, liko katika kitabu cha Isaya. Hiyo Isaya ambayo mtumishi mwenzangu ametoka kusema, katika Isaya sura ya 40. Nitasoma mistari michache pale. Inasema 40 mstari wa 27. Mbona unasema Yakobo, mbona unanena Israeli, njia yangu imefichwa Bwana asione, na hukumu yangu imempita Mungu wangu asiangalie. Je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, muumba wa miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa zao kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe. Yumkini kuna mahali umefika ukaona kama vile Mungu huenda haniangalii. Lakini Biblia inatuambia Mungu tunayemwamini ni Mungu ambaye hazimii, ni Mungu ambaye hachoki, huwapa nguvu wazimiao. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu ambaye anawapa nguvu wazimiao. Yumkini kuna mahali unapita unaona kama ninazimia, kama ninachoka. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Mungu tunayemwabudu. Anasema hazimii wala hachoki. Anasema bali wao wamngojeao Bwana. Haleluya. Hebu sema wamngojeao Bwana. Wamngojeao Bwana. Wamngojeao Bwana watapata nguvu. Haleluya. Wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Wala hupaswi kufika kusema wakati wowote kwamba Mungu wangu amekawia. Maana wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Wataruka juu kama tai wala hawatachoka. Bwana Yesu asifiwe. Labda umefika mahali pa kukata tamaa, ninataka kukutia moyo ya kwamba Mungu atakutia nguvu mpya. Na hiyo nguvu mpya ni Roho Mtakatifu wa Bwana. Haleluya. Roho Mtakatifu wa Bwana akija katika maisha yako, kwa yule anayemngojea Bwana atapata nguvu mpya. Nguvu mpya ya kustahimili, nguvu mpya ya kumwona Mungu akitenda maajabu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wamngojeao Bwana ndio watakaopata nguvu mpya. Yumkini ukapata jibu la papo kwa papo, lakini yumkini ukasubiri kwa kitambo kadhaa, lakini Mungu akafanya. Bwana Yesu asifiwe. Wamngojeao Bwana. Wapendwa wasame, tumngoje Bwana. Acha papara, tumngoje Bwana. Atatokea kwa ghafla. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa zao wala kama tai wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu kwa msaada wa Roho Mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nimalizie katika kitabu cha Zaburi. Zaburi ya 40 mstari wa kwanza. Na alimngoja Bwana kwa saburi, akaniinamia, akasikia kilio changu, akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi. Akaisimamisha miguu yangu mwambani, akaziimarisha hatua zangu, akatia wimbo mpya kinywani mwangu. Ndio sifa zake Mungu wetu. Wengi wataona na kuogopa, nao wamtumainio Bwana. Heri aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake. Na alimngoja Bwana kwa saburi, akaniinamia, akakisikia kilio changu. Haleluya.
kuna shida ulizonazo katika maisha, ulizonazo maybe katika ndoa, ulizonazo katika kazi, lakini wakati unamngojea Bwana, Biblia inasema Mungu anakuja anakuinamia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unamngoja Bwana, Mungu anasema Bwana akaja, mwimbaji Zaburi anasema akaja akaniinamia. Ningeweza kutoa mfano namna hii. Naomba mtu mmoja, samahani, njoo mtumishi. Wakati unamngoja Bwana, sio wakati unashika mkono kwamba nilishagaombewa alafu havijapona. Hebu piga magoti hapa. Wakati anamngoja Bwana, Mungu asiyeshindwa, haleluya, anakuja na kumuinamia. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja na kumuinamia, anasema akaisikiliza kilio changu. Asante. Wakati mwingine tumekuwa watu wa papara, wa kuona halijafanyika hili basi nikatafute kule nako bado niende kule nasikia kuna mafuta ninaenda na huko, kule ninasikia kuna nabii ametokea ninaenda. Tumngoje Bwana kwa saburi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema naye atatia wimbo mpya kinywani mwetu, wimbo wa Roho Mtakatifu. Wimbo mpya ni wimbo ambao haujaimbwa kabisa. Hatukuukopi kutoka kanisa fulani wala hatukuusikia kwa mtu fulani. Ni wimbo mpya, kama wakati ule Miriam dada yake Musa walipovuka katika bahari ya Shamu, akaongoza jeshi la wanawake, wakashika matari, wakaimba wimbo, wakasema ahimidiwe, mwimbieni Bwana kwa maana ametukuka, farasi na wapanda farasi amewatosa baharini. Haujaimbwa bado. Haleluya. Wimbo huo ulikuwa haujaimbwa bado. Ni wimbo mpya ambao ameutia Roho Mtakatifu baada ya kuwavusha katika bahari ya Shamu. Mungu atatia wimbo mpya kinywani mwako. Haleluya. Atatia wimbo mpya kinywani mwako baada ya kumngoja Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki. Tukae katika kumngoja Bwana. Tukae katika kumngoja Bwana kwa saburi. Ndipo atatuinamia na ndipo atatia wimbo mpya kinywani mwetu. Oh, haleluya. Mwimbieni Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na wapanda farasi Bwana amewatosa baharini. Farasi watatoswa baharini, wapanda farasi watatoswa baharini. Oh, mitego imeanguka nami nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo iko katika Zaburi ya 124. Asema mtego umeanguka nami nimeokoka. Binafsi na ushuhuda mrefu sana. Nikikaa hapa niseme nitakesha, lakini mtego umeanguka nami nimeokoka. Mitego imeanguka nami nimeokoka. Mitego yako itaanguka nawe utaokoka, kisha utamwimbia Bwana wimbo mpya. Haleluya, ambao haujaimba Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu awabariki sana. Ninawapenda watu wa Same. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo wakati natamani Roho Mtakatifu afike ndani yao. Yupo Mungu, yupo Roho Mtakatifu katikati yetu, anaweza kufanya. Haleluya. Anaweza. Ilikuwa ni wiki yetu tangu Jumatatu mpaka tumefika leo tunahitimisha. Basi tutamani kwamba Roho Mtakatifu ajaye. Sio wakati wa Pentekoste tu. Yaani kuanzia Pentekoste kuendelea mpaka tukute tena Pentekoste, tumejawa na nguvu za Roho Mtakatifu. Ninaomba tusimame. Praise the Lord, tunamwabudu Mungu. Haleluya. Na baada ya hapo Roho Mtakatifu atatembea katikati yetu. Uwe na kiu ya kwamba nijae tena. Usiridhike na hali ulionayo. Usiridhike kabisa. Usiridhike kabisa na hali ulionayo. Tamani kujazwa kila siku. Tamani. Ukiwa na haja, Mungu atakujaza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati president anaendelea kumwabudu Mungu, uko katikati yetu, unatamani watumishi wa Mungu wako, unatamani kujazwa, sio kama hujajazwa, unatamani kujazwa tena. Fika katika madhabahu hii ili Mungu aweze kufanya kitu kwa
chukua hatua, fika mbele katika madhabahu hii. Watumishi wa Mungu hapo utajia kusokea. Hatua yako ya utii, tayari Mungu ameshakwisha kufungua. Ndio mikono yako tu. Haleluya.